Hii movie yetu leo tunaenda kujifunza kuhusu jambo la mahusiano. Mahusiano ni mambo ambayo yanatutesa sana sisi vijana, yani jamii zetu zote. Hivyo tunaenda kujifundisha vitu vingi ambavyo vitaonyeshwa katika hii movie. Pia tunaenda kujifunza tuwe watu wenye machaguzi sahihi, yani chagua kitu ambacho ni sahihi, ambacho unajua ukichagua hiki kitu kitakupeleka katika njia sahihi. Usichague tu kwa miemko, yani umemwona demu ana shepu, ana sura nzuri. Hapana, usichague kwa miemko. Wewe chagua kitu ambacho ni sahihi, ambacho kitakufanya wewe baadaye usije kujilaumu mbeleni au usije kulaumu familia yako. Hivyo hii movie leo inaenda kutufundisha vitu vingi sana katika mahusiano, katika mambo ya ndoa. Jifunze vitu vingi kupitia hii movie. Tunaenda kwanza movie yetu, tuko katika hii familia. Kuna huyu bidada hapa anaitwa Paula. Yupo anaandaa chakula cha dina. Ghafla mume wake yani sio mume wake, ni mpenzi wake ambaye ameishi naye katika miaka 5. Yani miaka 5 yupo naye humo ndani, amekaa naye kama mpenzi wake tu. Tunajua yale mapenzi yetu ya mjini, yani ile hivyo unahamia kwa mpenzi wako unakaa hivyo. Ndio hivyo ambapo huyu mkaka alikaa na huyu mwanamke miaka 5. Huyu mkaka anaitwa Paul, huyu mdada anaitwa Paulina. Hivyo tunakuja kuona wameendelea kula hapo. Anamwambia kwamba mimi nataka nioe, lakini sitaki kukuoa wewe. Mwanamke amkabidi amshangae. Kivipi yani unataka uoe kivipi? Kwa mimi miaka yangu 5 ambayo nimekaa hapa, nimekuhudumia wewe kama mke, nimekufanyia kila kitu. Yani sina maana kitu chochote, Hapana, yani huwezi kunifanyia hivyo kirahisi tu. Ambia hapana, siwezi kabisa. Akaamua aondoke na aende zake ndani. Huyu mwanaume akasema hivi, yani wanawake wengine mimi nishamwambia mimi siwezi kumwoa hata kama tumedate miaka 5. Kwani kudate miaka 5 ni nini bwana? Hivyo, lakini mwanamke alikuwa na uchungu sana. Hata kama ingekuwa ni mwanamke sasa hivi hapo, lazima tu ungekuwa na uchungu. Yani uchungu lazima uwe nao. Mtu udate naye miaka 5 na upo ndani kwake, bora ile far away, upo ndani kwake, unampikia, unamfulia, ufanya usafi, unamwandalia mavazi yake ya kazini. Yani everything about men au kila kitu kinachohusu ndani, kinachohusu kufanya mwanamke, wewe unafanya. Yani unajitahidi kujionyesha kwamba wewe ni mke bora au wewe ni mtu unayefaa kwake, lakini yeye anakuja kukwambia tu eti nataka nioe mwanamke mwingine. Inauma sana. Hivyo akaja kumwambia rafiki yake akabidi tu bullshit, amwambia achana na hayo mawazo. Wewe sasa hivi kama ashakwambia hivyo, we move on, fanya maisha yako. Yani fanya maisha yako. Kweli tunakuja kuona huyu naye pia Paul kaja kumwambia rafiki yake kwamba nakaribia mtatafuta mwanamke mwingine ambaye atakuwa ni sahihi kwangu na ni Gen Z. Yule rafiki akamwambia mpuzi kweli. Yani huyo Paula ni mwanamke ambaye anakufaa sana, ni mwanamke anayefaa sana. Tunaona katika pita zake Paul anatoka zake kazini, akaja kukutana na bidada anaitwa Teresa. Ana pita zake huko njiani, akabidi asimamishe gari. Ambaye mambo hapo bado hajamjua jina lake. Mambo, nimekuona kwamba unatembea, wewe mwanamke mzuri sana, yani unatembeaje kwenye jua kama la Lagos kama hili? Unabidi uwe una drive au una drivewa. Hebu ingia kwenye gari. Ikabidi tu amuingize kwenye gari, ampe lift. Tunaelewa tena. Hivyo akampa lift paka akamuuliza unaelekea sehemu gani? Ikabidi Teresa muelekeze. Mimi naelekeza. Unaitwa nani? Sijua zile kipindi ana drive mtu story nyingi hivyo. Naitwa Teresa. Mimi naitwa Paul. Nimefurahi sana kukujua. Ambaye sasa tumefika. Nafurahi sana kukufahamu. Samahani, unaweza ukanipa namba yako? Akamwambia wewe, yani mara kwanza umeniomba depends kwenye gari lako, sasa hivi unaniomba nikupe namba? Ile sawa, nakupa. Akabidi ampe tu hivyo. Paul akafurahi sana kwa sababu ni ndoto yake kumpata mwanamke Gen Z. Naelewa yule mwanamke ambaye yupo kule ndani kashamwambia kwamba yeye hawezi kumuoa, lakini ni ndoto yake ampate yule demo ambaye hivyo yani. Kabidi Teresa ashuke zake pale, ameshafika katika nyumba aliyokuwa anaenda. Paul alifurahi sana, yani kukutana na yule Teresa alifurahi sana. Sababu ndoto yake katika mtafute mwanamke mwingine ambaye ataweza kumuoa. Yani ikawa ndio hivyo. Anaachana na mke wake, sio mke wake, ni mpenzi wake ambaye amekaa naye miaka 5. Anaachana naye, lakini yupo busy na Teresa. Hadi kuna siku akabidi amfukuze yule mpenzi wake, akamfukuza na Teresa akaja pale kula dina na
Kwa hiyo wakaanza mahusiano hapo. Baada ya kula dina mambo yakawa mengi, wakaenda kumwagia mayonnaise huko ndani hivyo. Mambo yakawa kibao, unajua tena hasi na chanya zikikutana zinakuwa ni moto juu ya moto. Ndio kama unavyoona hapa. Kusema kweli, tutakuja kuona upande pili. Paula ameenda na rafiki yake supermarket. Kufika supermarket kuna mkaka hapo akamkubali sana Paula. Rafiki yake akamwambia, ndio chance bwana. Kwa nini unataka ujifiche nini kwenye majonzi? Tumpe namba. Kabidi ampe namba ya Paula. Hasa bwana mkaka alikuwa anampenda Paula. Kweli akamwambia, ni wewe rafiki yangu unanifanyia hivyo connection. Kwa nini nakwambia mimi nataka mpenzi? Kweli rafiki akamwambia, usijali bwana. Hivyo tukuja kuona upande pili, naye Po yupo bize, mapenzi ndio amenoga, mapenzi amestaradadi. Yaani hivyo wapo kwenye mahusiano. So je, kwenye ile mahusiano yani hautojali vitu vile deep, yani mtu ambaye umekutana naye tu ghafla utaona tu anaagizia tu chakula tufikiri ni kawaida, utaona tu anataka mtoke out tufikiri ni kawaida. Hivyo tunakuja kuona upande pili, nani Trace akamfuata mpenzi wake Mike, alishaanza kuishi naye Po. Ambe baby vipi? Unafanyaje? Bado unafanya kazi? Akamwambia vipi anafanya kazi. Akamwambia ni nani? Mike kuna wao nilikuwa nimepiga baby. Amna, ni kuna mtu wa chakula nilikuwa nimemwagizia chakula. Si unaelewa? Mimi nimechoka baby. Yaani hivyo. Unajua ile mideko ya wanawake. Ambe huyu Po kabida shanga agiza chakula. Hivyo. Tutakuja kuona huku kwa Trace anamwambia shoga yake, yani wewe acha. Nimekutana naye dina, yani na feel yani naogopa yani hivyo. Akamwambia usiogope. Huyu ndo wakati wako kwa sababu Po amekuumiza sana. Wewe sasa huyu mwanaume anaonyesha anakupenda. Afu unaleta tu mambo yako ya ajabu wewe vipi? Akamwambia jamani usifanye hivyo. Akamwambia mimi nakwambia ukweli. Yani wewe mwanaume anakupenda sana. Kwa hiyo wewe kuwa makini na wewe mwanaume. Yani usimwaze Po ashaanza yani kutafuta mwanamke mwingine, afu sasa hivi unamwaza yeye. Hata kama umeishi naye miaka 5 wewe fanya mambo yako hivyo. Kabidi rafiki amshawishi pale sana ile marafiki hivyo. Ambe huyo mtu ni wa muhimu sana kwako. Ambe kweli kwa sababu hata kwa kipindi kifupi nimeishi naye, yani kwa kipindi kifupi nipo naye tu hivi natoka naye na nini, lakini ananifanya tu ni feel proud na furaha. Unajua kuna upande pili, bwana Po amerudi kazini, yupo na mpenzi wake Trace and Fresh sana. Mpenzi amerudi kazini kama vile unavyojua. Ambaye nimechoka sana. Vipi umepika? Trace akabidi ashangae. Kupika? Subiri niagize chakula. Mimi nilikuwa nikusubiri wewe niagize chakula. Akamwambia uagize chakula kivipi yani? Akati wewe unabidi unipikie. Akamwambia babe mimi siwezi kufanya hivyo vitu. Hivyo vitu ni mambo vya wafanyakazi au yani mashefu huko, lakini sio mimi. Hivi kwa unavyoona na mimi kupika? Akamwambia wewe unaongea nini? Inamaanisha spend siku nzima nyumbani bila kupika au bila kufanya kazi yote huko ndani? Wewe ni aina gani ya mwanamke? Yani wewe ni aina gani ya mke? Kumbuka nimekuoa, wewe ni aina gani ya mke yani? Akamwambia jamani mimi sijaoda chakula mapema kwa sababu nataka uje ule chakula cha moto, nikioda kiwe cha moto. Sasa hivi tena ambaye yani mimi nitoke kazini tena nikae nisubirie chakula kioda kije. Mimi nikafikiri nikitoka kazini nikija nitakuta chakula kipo mezani. Hapana wewe hatari. Subiri basi niende nikale mimi, nitoke nje niende nikale. Akamwambia nisubirie maana yake mwenyewe nina njaa. Akamwambia wewe mwanamke gani yani wewe hauna adabu kweli? Yani upo kazi humu ndani, kazi yako tu wewe ni kufanya nini? Ambaye mimi nakupa mapenzi mazuri. Kwani mapenzi mazuri si ndo kazi ya mwanamke au kazi ya nani? Akamwambia kwa ukishafanya hiyo sex, haya unaenda kula hewa au unaenda kula nini? Ikabidi Trace amwambie hiyo sio kazi yangu hata kama. Ndio maana unabidi uajiri wafanya kazi, tukishamaliza kwenye sex tunaingia kula chakula. Lakini sio kazi yangu. Akamwambia ni mwanamke najuta yani. Hivi niambie kama upo serious yani. Niambie kama upo serious kwamba unachokiongea ni cha utani. Akamwambia sipo serious kivipi? Yani mimi nipo serious, yani nipo serious kabisa. Siwezi kupika yani kitu cha kupika kwangu ni tofauti kwangu. Yani unavyoniambia hivyo vitu hapana. Guys, msisahau kusubscribe, comment, kushare. Pia kutana notification ili mwe wa kwanza kupata video nitaziposti. Tunakuja kuona huku mwishoni jamaa anakuja anamkuta
mpenzi wake anafanya contact, nadhani mnaelewa, anafanya contact. Ambie vipi jamani, umeamka asubuhi, kazi yako ndio hiyo kufanya contact, haujaandaa chai, haujaandaa sio chochote, haujafanya usafi chumbani, angalia chumbani makopo yamejaa, yani kama naishi na mtoto vile umndani wakati naishi na mtu mzima. Akaambia hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Najuta yani kukuoa wewe mdada yani. Najuta yani nakuongoza kama mtoto. Wakati unabidi wewe ndio wewe unaniongoza mimi mume wako, lakini wewe nakuongoza kama mtoto. Akaambia hivi wewe niongee mara ngapi? Tresa sasa anamwambia Paul, niongee mara ngapi? Nimeshakwambia mimi sio mwanamke wa kufanya usafi. Yaani nitofautishe kabisa, nitofautishe. Sipo katika hiyo njia, yani sipo kabisa katika hiyo njia. Mimi mwanamke ambaye angalia kucha zangu, angalia ngozi yangu, yani sio mtu wa kufanya usafi. Yani usinisumbue kabisa. Vipi jamani? Yani nilishakwambia, mbona kuna watu wengi wanatafuta kazi? Kwa nini uanze kunisumbua mimi? Akaambia hivyo wala na akili. Kwa hii siku nzima leo utakula nini? Kama mpaka sasa hivi hautaki kwenda kupika chai, mpaka sasa hivi haujaandaa kuhusu chakula cha mchana, haujui chochote. Hivi yani wewe mwanamke natamani nikupige. Akaambia yani nipige kama hujajikuta upo kwenye social media. Yani nipige tu utajikuta upo kwenye social media. Sasa hivi unaanza kutafuta. Ikabidi Paul mwenyewe aanze tu afanye usafi yani. Hivyo akakotokota vitu na akachukua simu yake. Akaambia hivi, "Asa ukitaka upate hii simu yako, fanya usafi." Akaambia mimi siwezi, ukitoa simu baki nayo tu. Kuja kuona upande wa pili, bwana Paul amekamata vidonge vile vya kuzuia ujauzito. Anamwambia, "Hivi ni vya nani?" Tresa akabidi amwambie, "Ni vyangu." "Ni vyako? Kivipi ni vyako? Yaani kivipi vinakuwaje ni vyako? Wewe si mke wangu na nimekuoa. Kwa nini unazuia mimba?" Akamwambia, "Wewe mwanaume, yaani kwa hivi nilivyo. Wewe umependa nilivyo, body yangu ilivyo. Yaani nije kuharibu body yangu tu. Hapana siwezi." Jamaa Paul akashindwa. Tunarudi kwa bidada Paulina, yani Paula. Yupo na ule mpenzi wake. Sasa hivi ndo mapenzi yametaradad, yani kashamsahau kabisa Paul kwamba yani ndo hivyo aliishi naye miaka 5 lakini kashamsahau kabisa. Yupo busy sasa hivi na huyu mpenzi wake mpya. Mpenzi wake mpya anaitwa Kevo. Ambaye hivi, "Babe, mimi sipendi uwe busy hivyo sana na kazi." Ambaye hamna. Mimi ndo nishazoea. Yani hivi kuhusu kazi sio nini. Mimi ndo nishazoea. Kwa hiyo usione kwamba najifanyisha sana. Akaambia sawa kama ndo umezoea. Mimi sina neno. Hivyo kuja upande wa pili huku tunakuja kuona Paul anamlalamikia sana Tresa. Anamwambia Tresa, yani angalia mwezi mzima nimetumia percentage kubwa ya hela. Naenda kufua dry cleaner. Tuna order chakula. Sijui mfanya usafi anakuja kufanya usafi ndani. Tumetumia hela nyingi na bado wewe unaorder vitu vyako, sijui nguo ukiona mtandaoni, sijui wigi, sijui viatu. Kwa hiyo pesa ni nyingi zinazotoka kuliko kuingia. Kwa hiyo yani nakuomba tu ubadilike, uanze kufanya usafi ndani, ufue, upike kama mwanamke. Hivyo vingine vya kuorder nguo sio hivyo havina shida, sababu najua mwanamke lazima apendeze. Lakini hivi vitu vingine fanya basi wewe, nakuomba." Kambe hivi wewe nikwambia mara ngapi wewe mwanaume? Hivyo nichukua mimi. Hivi ulisema pale nyumbani kwetu kwamba mimi nitakuja kukupika au nitakuja kufua na kuosha vyombo tu na kufanya usafi? Ulisema hivyo? Haukusema hivyo. Kwa hiyo samani, yani hauwezi kuendelea kunitesa mimi etio pesa zinazotumika nyingi. Kama ulikuwa uwezi kujua matumizi ya pesa, usingeoa, ungebaki mwenyewe siku zote. Tutakuja kuona huku Tresa yupo na shoga yake, anamwambia, "Hey, umechumbiwa." Kwa mimi nimechumbiwa shoga yangu, yani na furaha sana. Huyu Kevin ananipenda sana. Yani tumedate tu for mwezi mmoja lakini kanivalisha pete. Nilikaa miaka 5 na Paul lakini hajai kunionyesha upendo na hata kunipropose kama huyu mapema tu, lakini kanivalisha pete. Akamwambia, "Huyo ndo mwanaume bwana, achana na wewe mwanaume ambaye baadaye anakuja na kudharau. Ni umeishi miaka yote umefanya kila kitu alafu wewe achana naye." Lakini mheshimu sana Paul kwa sababu amekuheshimisha. Kuja kuona leo upande pili ameamka bidada Tresa. Tresa ameamka, Paula ameamka, anashangaa, "Wow jamani, nimeanzaliwa gift. Jamani
Wanawake wanapenda hivi vitu vidogo vidogo guys. Wafanyeni hivyo wanawake zenu, acha enjoy sana na watu ondoka kwenye mapenzi. Nawaambia hivyo. Anashangaa sema jamani. Yaani ana feel ile, tunaelewa hivyo. Anasema jamani, nampenda sana huyu Kevi. Yaani nampenda sana. Anakuta kuna vimemo vidogo vimeandikwa, wewe ndo maisha yangu, wewe ndo mpenzi wangu. Yaani hivyo maneno fulani hivyo ambayo ya kuchachambua mwili, yani kuchachambua mapenzi, ya kuchachambua. Leo tunakuja kujionea kwamba bidada Tresa anatoka na begi, yani ile kama kapanic, lakini hivyo anatoka. Po, unaenda wapi? Akamwambia nimeamua kuondoka kabla hujaniua ndani na njaa, kwa sababu yani haiwezekani mimi na order vitu mtandaoni naambiwa account yangu ya benki haina chochote, alafu tena unaniambia eti nifanye kazi ndani. Siwezi. Akatoka Po. Asante Mungu, ulichelewa kuamua uamuzi na bye tu, yani sio na kwa mbevi na usinipigie simu. Akamwambia mimi sitokupigia simu kabisa, yani sahau mimi kutokupigia simu. Tunakuja kuona bwana Paul alikosa mkataba kwa huyu bidada wa kampuni baada ya mpenzi wake Tresa kujibizana na huyu meneja wa kampuni. Akamfuata saa muombe msamaha, samani sana madam, kwa sababu mke wangu ana akili, sio ninajuta kuoa mwanamke. Akamwambia wewe, mimi nisha sign mkataba na mtu mwingine, tena ukome, usinifuatilie maisha yangu. Wewe ile kazi ushakosa na mkataba mimi nisha sign na mtu mwingine. Bwana Paul akabaki pale haelewi, joto anaona haelewi. Akabidi amfuate bidada Paula. Bidada Paula akamwambia yani baada ya kuzunguka miezi yote hiyo eti ndo narudi tena kwangu? Hapana. Yani Paul, siwezi kukusamea na siwezi kurudiana na wewe, cause nadhani unaona kidoleni kwangu, naomba uniache niondoke. Mimi sasa hivi nimechumbiwa. Kabidi tu Paula aondoke zake. Paul kabaki amebaki pale aelewi sasa anafanya nini. Yani akabidi tu naye aondoke. Kwa panda pili kaja kumfuata yule rafiki yake Paula. Naomba unisaidie, uniombe msamaha kwa Paula, yani nakuomba. Akamwambia wewe una akili? Paula amekaa na wewe miaka 5. Alafu eti ghafla tu unamwambia tu unataka uoe mwanamke mwingine na ukaoa mwanamke mwingine. Kweli? Hapana. Umemfanya kitu baya na siwezi kukuombea msamaha. Ni sahau kabisa, siwezi kukuombea msamaha. Naye yule rafiki yake Paula akaondoka zake na pendeka na shughuli zake. Kesho yake asubuhi tunaona Paul kafuata na mwenye nyumba. Haya sasa, nilipe kodi yangu manake nimekuachia mwezi mmoja sasa. Naomba unilipe kodi yangu. Paul akamwambia samahani baba, yani katikati hapo nilipitia changamoto nzito sana. Kwa hiyo nakuomba unipe siku chache, hela yako nitakupatia. Kama hivi mimi sina masiala kabisa. Yaani sina masiala, nitakuja nitatoa vitu vyako ndani. Kweli Paul akaingia ndani, ana stress so poa. Ndio kuja kuona leo kuna gari hapo linaingia nyumbani kwa kina Paula. Paula na Kevo. Hivyo Paula anashuka zake hapo, anaingia zake na lakini anashangaa huyu Paul naye anatokea wapi? Kumbe alikuwa ananifuatilia. Anambia sorry Paula, naomba tu nisamee mpenzi wangu. Unajua sisi mimi naye hatukuachana. Kaambia hivi what? Hatukuachana kati hadi umeoa wewe. Samahani, yani naomba unisamee. Yani samahani. Mimi sasa hivi nina mpenzi wangu na nina maisha yangu. Kila mmoja afanye maisha yake. Usinishike na sitaki unisogelee. Mimi naomba nisamee. Hivyo Paula kabidi zake ongeza ndani. Jamani, nimesema tujifunze maamuzi sahihi katika maisha yetu. Kama tunavyojionea hapo kwa Mr. Paul, anahangaika sana sasa hivi. Alikosa kitu sahihi, akaenda kuvamia vitu ambavyo sio sahihi. Sasa anarudi kwenye vitu sahihi, anakuta vitu sahihi vishaolewa. Hivyo anafika tena siku nyingine katika nyumba anayoishi Paula, akakuta gateman, akamwomba naomba uniweze kuniletea Paula. Paula akavosikia hivyo kwamba Paul anamhitaji, kabidi atoke kabisa na mpenzi wake. Maana siku zote anamwambia mimi na mpenzi, anaona kama anamdanganya. Soka na mpenzi wake ambaye nimekwambia mimi nimeolewa sasa hivi. Huyu ndo mpenzi wangu na huyu ndo mume wangu. Kwa hiyo sitaki kabisa. Ikabidi mume wake Kevi amuulize Paula, vipi? Nikuache ongea naye? Akamwambia hapana, naomba tu ongea naye wewe umfukuze, maana hanisikii siku zote. Kweli Kevi akamwambia Paul, naomba uondoke tu kwa amani hapa kabla sijaita polisi au sijafanya kitu chochote kibaya juu yako. Paul kabidi taratibu aondoke zake na Kevi na mke wake kabidi waingie ndani na endelee na mapenzi yao. Kurudi nyumbani, Paul amekuwa ni mtu
wa mawazo sana. Mawazo amepoteza kitu cha muhimu katika maisha yake ambacho alikifikiri tu ni kitu tu kile ambacho kila mwanamke atakuwa nacho. Jamani, sio kila mwanamke anakuwa na hobi hivyo. Wanawake wengine hawana hobi hivyo. Kwa hiyo kuweni makini kwenye kufanya machambuzi yenu. Nawapenda guys. I love you. Msisahau kusubscribe, comment, kushare. Nawapenda.